almaarufu Bobi Wine. Hata hivyo, hiyo kesho Uganda itashuhudia kuzimwa kwa interneti, swala ambalo linaibua wasiwasi miongoni mwa wapiga kura, mashirika ya kiraia na jumuiya ya kimataifa. Mwanahabari wetu Dolly Mweregi Mbuvi na taarifa hiyo. Huku zikiwa zimesalia saa chache kabla Waganda kupiga kura, hali nchini humo umegubikwa na kitendawili cha matarajio kutokuwa na uhakika uchaguzi huo. Haya yanajiri baada ya tume ya mawasiliano nchini Uganda kuamuru kuzima kwa mtandao wa interneti siku mbili kabla uchaguzi, ikisema hatua hiyo inalenga kupunguza kusambaa kwa taarifa potovu mtandaoni na kuzuia uchochezi wa vurugu wakati uchaguzi. Internet restriction directed is in line with the legitimate purpose, that is protecting national security, public safety and public order. Kabla uchaguzi huo, vikosi vya usalama vimewaweka kizuizini mamia wafuasi upinzani na mara kwa mara kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya matukio ya kampeni yanayohusishwa na mpinzani mkuu wa Rais Museveni, Bobi Wine, mwenye umri wa miaka 43. Museveni ambaye sasa na umri wa miaka 81 ametawala Uganda tangu mwaka 1986 na kumfanya kuwa mkuu wa 3 wa nchi kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Wakati huo, mashirika kadhaa kimataifa na kikanda ya waangalizi wa uchaguzi yamewasili nchini Uganda kabla ya upigaji kura. Waangalizi hao wanatarajiwa kufuatilia upigaji kura, kuhesabu kura na mwenendo mzima wa uchaguzi, kutathmini kama mchakato huu unakidhi viwango vya kidemokrasia vya kikanda na kimataifa. Lakini wakati nchi hiyo inapojiandaa kupiga kura, wasiwasi kuhusu haki za kibinadamu unaendelea kuongezeka, huku wanaharakati wakionya kwamba uchaguzi mkuu wa Uganda unafanyika chini ya ukandamizaji na vitisho. Tume ya uchaguzi nchini humo aidha imewasajili angalau wapiga kura milioni 21.6 kwa uchaguzi wa kesho kutoka milioni 18.1 katika uchaguzi wa mwaka 2021, wanawake wakiwa 55% wapiga kura. Wagombea 7 wanatarajiwa kumenyana na Rais Museveni, huku wabunge 353 wakitarajiwa kuchaguliwa kutoka kwa maeneo bunge yao. Dolly Mweregi Mbuvi, Dira ya Hope TV.